Urithi. Ndugu yangu, kama kanisa linavyojieleza, Marehemu Baba amenichagua mimi niwe mmiliki wa mali zote, mashamba 4 kule na zile fremu zote namiliki mimi. Unasema? Kama kanisa linavyojieleza. Yaani ina maana baba amekuchagua kuwa msimamizi. Yaani process zote mimi naangaika naye kule, leo anakuchagua kuwa msimamizi wa mali zake. Hiyo ni hali halisi. Sio kama nimejichagua mimi, kanichagua yeye mzee ndo kachagua yeye mwenyewe. Hebu njoo. Hiyo pale blaza zangu. Tumezaliwa wawili. Baba wetu alipofariki ametuacha hao wawili. Sasa inakuwaje babangu amchague ili kuwa mmiliki wa mali? Watu mimi mwenyewe nimefight naye, tumezunguka kwenye miradi yake yote. Na mimi nilikuwepo naye pamoja. Inakuwaje amchague kuwa mmiliki wa mali? Robi, sikia. Yaani kama mzee wako kashaamua hivyo, hauna la kupinga. Mume wangu, Robi inaonyesha kabisa hajapendezwa na jambo hili. Yale maamuzi sijatoa mimi. Maamuzi katoa Marehemu Baba. Hata kama lakini Robi hajapendezwa nalo na ni ndugu yako yule. Sio maamuzi yangu mimi, maamuzi ya Marehemu Baba. Na wewe ulikuwa shahidi. Mimi kwa shahidi yenu nyie, isije ikawa ugomvi kwangu. Angalia kabisa una ndugu yako mwafaka wenu ni wapi. Na kule walipoenda, sijui hata ameenda kuongea kitu gani maskini ya Mungu. Yaani nawaonea huruma sana nyie. Kwa hebu unakuwa upande wa yule jamaa. Sio hivyo mwanangu, huwezi jua mzee wako kakuona kwa jicho gani. Kwa unakuwa upande wa yule kwa blaza. Au sio? Sasa sikia. Ili swala mimi najua nalimalizaje. Wewe niachie mimi. Ili swala mimi namaliza kama mimi. Utalimaliza kivipi? Mimi nalimaliza mimi ninapojua. Wewe niachie mimi najua nalimalizaje. Kwani mke wangu nimemkosea nini? Wakati makaratasi yanavyojieleza, tena ameenda kisheria, mimi ndo mmiliki wa mali zote. Na wewe unalifahamu kabisa hilo, unalifahamu kabisa. Wanakuja hao. Kwa mzee amechagua kuwa msimamizi wa mali zake, au sio? Na dokumenti zote ziko wazi na yeye ijeenda kienyeji, imeenda kisheria. Fresh. Lobi. Mzee amekuona una akili sana. Mzee amekuona una akili sana. Wewe umiliki hizo mali usimamie nini? Fresh wewe poa. Wewe simamie. Una matezo gani Lobi? Fresh. Simamie hizo mali. Lobi. Poa. Tito mume wangu. Robi ametoka hapa hajapendezwa na hili swala. Narudia tena. Naomba umtafute Robi popote pale unapopajua wewe. Umweze kumaliza tatizo lenu. Ili tatizo msipoliangalia litakuwa kubwa. Lakini tukiangalia wengine mke wangu. Marehemu Baba alipofariki alinimeigisha mimi mali zote. Nisimamie mali zote mimi. Swala hili usilete masihara, nitakuja kukugharimu. Wewe umeona ondoka yake aliondoka hapa. Na unamjua ndugu yako lakini naomba umtafute muweze kulimaliza swala hili. Mke wangu mimi nitalifanyia kazi. Haya. Mimi nasubiri. Hebu. Unaona ukifuja rafiki yangu. Unakuaje? Ni fresh tu mwanangu. Sema nini mwanangu? Nimefuata ule mzigo. Unajua nini? Hebu. Nisahau kupigia simu. Ule mzigo nimepoteza rafiki yangu. Na ilitokea mistake kidogo kusema nipoteza mzigo. Yaani mwanangu unafikia wakati wa kusema kwamba umepoteza mzigo kiurahisi, sio? Sasa nakwambia. Tushafanya biashara kibao mimi na wewe. Alafu hatujui kuzinguana. Hii ni kitu kidogo sana hicho. Kitu kikafanya tukagombana hivi. Na ni biashara ya kawaida sana tulifanya, imeenda kidogo ngono. Ila mimi na wewe tugombanaje. Bora tushafanya biashara nyingi sana. Sikia mwanangu, nakuomba unitie mzigo wangu. Mwanangu usije ukaniletea majengeka ambayo hayaeleweki mwanangu. Sikia. Mimi nauhitaji huo mzigo. Hebu tusikie huko bwana. Wewe unajua mimi na tumetoka wapi? Alafu tushafanya biashara kibao long time huko. Alafu mimi wewe na mimi leo tugombane ndugu yangu. Mbona vitu vya kawaida sana hivi? Okay sawa mwanangu. Unanipa mzigo wangu unipe. Mzigo umepotea ndugu yangu. Mimi nishakwambia mzigo nimepoteza. Nimesahau kupigia simu tu jana usiku. So, kwa mwanangu unanipa mzigo wangu unipe. Bro tusifike huko bwana. Mbona tufikie huko ndugu yangu? Mimi naye tufikagi huko. Kwa mwanangu unanipa mzigo wangu unipe. Bro. Tusifike huko.
Sio kwa misa kumzuri. Afadhali nimekuona. Robi kafika hapa. Sijamuona kwa juu kwake. Sasa sikia nikwambie. Jua lisizame. Robi ameshanikuta. Alafu wewe, sikuna kwenye kikapu tunakuwa kimbelembele na ulikuwa rafiki yake wewe. Robi alikuwa ni friend wangu sana tu, lakini kwenye biashara hakuna ufriend pale. Sasa sikia nikwambie kitu. Mimi Robi nitakuja kumkata shingo. Mfikisheni taarifa. Kabla jua lijazama. Hao ameshanikuta. Robi anafikia wakati ya kuingia katika kwenye biashara zangu. Sasa sikia. Hata kama mtihani, mfikisheni huyo ndugu yenu, nitakuja kumfanya kitu ovyo. Sasa sikia kwa bili. Ili uweze kumalizana vizuri, tutie kakaki. Mwito huyo kakaki. Tito. Hebu toka nje kwanza. Mbona kuna makelele? Mnakumbuka nini? Mbona mnakuja na machuma kusubiri hivi? Ina damu hiyo. Utakuja kuelewa kwa nini chuma ina damu. Sasa sikia nikwambie, nakufikishia taarifa wewe kaka yake. Robi mimi nitakuja kumfanya kitu ovyo. Mfikishie taarifa. Kabla jua lijazama, hao ameshanikuta. Robi mimi nitakuja kumfanya kitu ovyo ambacho utakaa usahau. Alafu ujue Robi ni rafiki yako. Robi si rafiki yako, juzi nimekuja kwenye kikao hapa. Au sio? Hata kama ni rafiki yangu, kwenye biashara hakuna urafiki. Sawa? Kwenye biashara hakuna urafiki. Na kwake tunapajua. Nimeenda kwake. Robi anafikia wakati wa kunikimbia mimi. Nimeenda nyumbani, ananikimbia mimi Robi. Sikia, nakufikishia taarifa na sitarudia tena. Naye mfikishie taarifa. Kabla jua lijazama, hao ameshanikuta. Nitakuja kumfanya kitu wewe mfikishie taarifa. Mume wangu, kuhusu huyu ndugu yako, mimi nitachoka. Kila siku panapokucha hapa ni ndugu yako wewe, ndugu yako huyu sijui nani huko barabarani wanaletana hapa. Siku ile walikuja hapo walikuwa marafiki. Leo wamekuja hapa wanaanza ugomvi na lile kitu alolishika lile na hisi tutamaliza Robi. Afu na mashaka, ujue na chuma lilishika ile chuma ujue lina damu pale. Fanya toka hapa, mfuate ndugu yako. Hebu vaa viatu uende ukamtafuta. Sielewi mke wangu. Fanya haraka. Naitwa Ebo. Na taarifa za vijana wote hapa. Hata kuna kazi nataka nikupatie. Kuna kijana anaitwa Robi, ana mzigo wangu. Ila ananiletea ujanja. Nasema umempotea. Nataka umfuatilie ili nijue anao au ana. Umejuaje naweza nikafanya hiyo kazi? Nimeshakwambia kwamba mimi mwanzoni naitwa Ebo. Na na taarifa zote za vijana wote hapa mtaani. Una silaha? Ana silaha na hajawahi kumiliki silaha. Ni kijana mmoja anaitwa Robi, anakaa mtaa wa Mazengo. Lakini mbona silaha yako nyingine? Kila dogo nitakakutana naye ananiambia hivyo. Lakini mimi kijana wote hapa namfahamu hapa mtaani. Maelezo yote yapo huko. Na namna ya kumpata na namna ya kumfahamu. Yote hapo huko. Ujira wako wote utaupata pale utakapomaliza kazi. Hamna shida. Jioni nitakupa mrejesho kamili kabla saa 2 hajafika.